Hello guys. Leo nipo na story moja ya kusisimua na ni horror story. Natumaini utaenjoy. Hebu isikilize kwa umakini. Story yetu inaanza, tunapata kuona kuna vijana wawili, wa kike na wa kiume. Lakini wapo katika maeneo ya ufukwe. Na ufukwe umejitenga kabisa, ni mbali kabisa na makazi ya watu. Watu hakuna kabisa katika maeneo hayo. Lakini tunapata kuwaona hao wawili. Pembeni kidogo mwa ufukwe kuna msitu mmoja mkubwa wa kinoma. Kumbuka, hakuna makazi ya watu. Lakini wao walikuwa wanaona easy tu, wakaendelea kuenjoy kula bata wanasema. Wakaanza kukimbizana, mara kumwagiana maji. Vitu kibao walifanya katika eneo lile. Lakini ghafla kidogo binti alishtuka baada ya kuona kuna mtu ambaye amesimama kwa mbali kidogo na maeneo yale. Lakini hakumwona kwa umakini, kwa maana alikuwa ni mbali mno kutoka katika eneo lile. Alimshtua mpenzi wake na kumwambia, "Babe, kuna kitu nimekiona kipo mbali kidogo na maeneo haya." Lakini alisimama upande wa kule, ni kama anaonekana kama mtu hivi, lakini bado sijamuelewa. Mpenzi wake kaanza kuwa na hofu sasa. Lakini mwanaume akajikaza na kumwambia, hakuna. Kwa maana haya maeneo tupo sisi tu, hakuna mtu mwingine maeneo haya. Kwa hiyo tuendelee tu kula bata." Wakashikana akili. Wakaendelea kwa mara nyingine, wakafanya tena. Wakaendelea kukimbizana, mara kuzungushana. Yule binti akaona tena. Lakini mara hii yule kiumbe alikuwa karibu zaidi. Alikuwa nyuma ya kijana wa kiume. Nyuma kidogo, yani sio mbali sana. Hivyo binti alishtuka zaidi na kumwambia, "Mpenzi, hebu angalia." Mpenzi wake anageuka, hakuna chochote. Binti alishtuka na kumwambia tena, "Baby, jambo lishakuwa serious. Na kuomba tuondoke katika maeneo haya. Mimi nahisi sio salama." Ila watoto wa kiume sasa kwa kujipa moyo, hivi ni wanawake mnakuwa na matatizo gani? Baby, sikiliza, upo na mimi. Akaanza kujifanya upo romantic pale na nini, akaanza kumbembeleza, kumwimbia mazongi. Mpenzi akakubali na kumwamini bwana wake, akiamini kwa mikono salama kweli. Lakini kwa mara hii ilikuwa ni tofauti. Baada ya uaminifu wa muda kidogo, wakati wanaendelea kucheza na kuzungushana, likitokea shoka kutoka maeneo ya mbali kidogo. Shoka linakuja kwa kasi, likapita na kichwa cha yule mvulana. Damu zikamwagikia yule binti. Alishtuka huyo, akatoa macho na kuanza kuhema kwa hofu kubwa sana. Sasa kamera ikazima. Kamera inafunguka, tunapata kumwona yule binti yupo katika maeneo ya msitu. Ule msitu ambao ulikuwa pembeni ya ule ufukwe sasa. Akiwa anakimbizana akiwa mwenyewe. Alikimbia sana huku akiwa na hofu sana katika mwili wake. Shida nini? Mpaka sasa hivi bado hatujui. Huyo mtu ni nani ambaye amefanya hilo tukio hapo la kutisha. Lakini ghafla kidogo binti atajikwaa na kudondoka chini. Alafu tunapata kuona kuna mguu mmoja umeshiba, yani mguu ambao ueleweki, yani mbaya. Umetimba katika maeneo yale. Tukiangalia mkononi tunapata kuona lile shoka ambalo lilimchinja yule boy wake kule nyuma. Akiwa amelishikilia mkononi linachuruzika midamu. Binti aliona lile. Akiwa katika hali ya hofu kidogo pale chini, alishtuka yule na kutoa macho. Yule kijana ambaye amekuja pale, tuseme kijana. Tumuite nani? Yule zombie au mtu fulani hivi ajabu ajabu ambaye amekuja pale na shoka, akaanza kumsogelea yule binti sasa, kutaka kumzuru. Binti alitoa tu macho, hakujua nini afanye muda huo. Basi shoka likainuliwa na kupigwa uso. Kamera tena ikazima. Sasa kamera inawaka. Tupo mjini, yani katikati ya jiji la Dar es Salaam. Sasa guys, leo nipo na operation moja kuhakikisha kwamba watu wote ambao wananifuatilia tunashare hiki kitu. Nisikilizeni kwa makini. Ndani ya mwaka huu nataka kutoa story ya kila mmoja wenu. Yani kila mtu katika maisha yake naamini ana story ambayo ashaye kuipitia. Aidha hiyo story ni mbaya, nzuri, inahusu mapenzi au ipo katika kazi, vyovyote vile. Lakini story ambayo inakuhusu maisha yako, ambayo unaamini kwamba hii story mimi siwezi nikaisahau. Kama mimi hapa nilivyoachwa, siwezi nikasahau hiyo siku. Kwa hiyo na utakuja na story yako, ukaniambia nini ambacho kilikukuta katika story yako, alafu then tukashare idea na mimi nitaileta kwenu hiyo story. Naamini kila mtu ana story yake nzuri. Kwa hiyo nataka kukuza hii familia iwe kubwa.
Asante, tumeelewana. Nitaanza kupokea story hivi karibuni tu. Kwa hiyo kama una story yako, comment katika hii post hapa, andika I have story or story. Mimi hapa nitakucheck na then nita release story yako. Nitaiachia story yako. Sawa? Bye bye.